alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari 31-32. Yohana 8:31-32. Alipokuwa anawaambia Wayahudi waliomwamini, akaambia, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Inahitaji mtu mwenye ujuzi wa neno la Mungu kupambanua hawa jamaa. Nimesema kundi la kwanza ni wale ambao wanapotosha ukweli. Wako kanisani, wanaitwa watumishi wa Mungu, lakini wanatengeneza fundisho ambalo halina ukweli. Inaitwa imani potofu. Sawa? Kundi la pili ni imani ya uongo. Imani ya uongo ni wale ambao wanafanya uhuni kutumia Biblia. Kundi la tatu ni imani za mashetani, wale ambao wao wamejitoa kabisa na wanatoa sadaka ambazo mpaka za watu kwa ajili ya huduma zao. Mtu mmoja akaniambia siku moja, kama Morogoro, alikuwa anaabudia kwenye kasem kadogo ka store. Akaniambia, Kapongwa, nataka mwezi wa 5 mwakani nikusanya Morogoro. Nikasema, nakusanya Morogoro? Akasema, naenda kutoka upako Nigeria. Na kweli alienda. Kaenda Nigeria, akarudi. Aliporudi akajenga bonge la hema na akakusanya watu kama alivyo sema. Hivi napata shida sana. Nigeria kuna upako. Yesu yuko Nigeria. Yesu yuko Nigeria. Kwa hiyo wengine wanaingia mikataba kabisa ya shetani kabisa. Uwe makini. Sasa Yesu alisema, ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Lakini nabii Hosea pia anatabiri kulionya taifa la Israeli. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake maarifa anayosema hapo ni maarifa ya kimungu, ya kuweza kupambanua kati ya ukweli na uongo. Yaani siku hizi kuna watu ambao vitu vimewendawazika kabisa. Kisikia mtu anasema, aisee, Bwana asifiwe, nimekutana na Yesu pale Msamba. Anasema, amena, kwa sababu kichwa kiko sawa. Yesu tangulia na kama Msamba. Lakini watu watafuata kwa sababu hawawezi kupambanua maandiko yanasema nini kuhusu Yesu atarudi lini, dalili zake ni zipi. Hata hapa Tanzania ndio mtu alitoa tarehe za kurudi kwa Yesu, lakini ilipita Yesu akurudi. Sasa Yesu acha mbele. Kwa watu wanatumia neno la Mungu na wanaweza kufanya ishara na miujiza. Ndio maana wapendwa, fundisho la kanisa halijengwi katika ishara. Fundisho la kanisa linajengwa katika kweli ya neno la Mungu.